Sisi ni mfuko wa taifa wa bima ya afya. Tuko hapa kwenye kikao kazi cha madaktari hapa AICC kwa ajili ya kutangaza mfuko wetu wa NHIF. Tunaelezea kuhusu mafao yatolewa na NHIF kwa wanachama na Taasisi ya Islamic Solidarity Center inayomiliki shule za Mudio Islamic na Boma Islamic zilizopo wilaya Hai mkoa wa Kilimanjaro inakutangazia nafasi za masomo ya kidato cha 5 kwa mwaka wa masomo 2025-2026. Shule inafanya vizuri kwenye mitihani yake ya ndani na nje. Shule ina walimu waliobobea katika fani zote. Taasisi zote zinatolewa ikiwemo taasisi ya sayansi, sanaa, biashara, Kiarabu, elimu ya dini ya Kiislamu na kuhifadhi Quran. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0714897518 na 0655826526. Mlete mwanao shule za Mudio kwa malezi bora ya duniani na ahera. Wanachama na wasio wanachama. Hii ni lengo kwa ajili ya kuwafikia wananchi wengi. Kwanza kwa mfano kwa sasa hivi tuna maboresho makubwa sana kwenye mifumo yetu. Sasa hivi wanachama wetu wana uwezo wakajihudumia wao wenyewe kupitia mfumo wetu unaitwa NHIF Self Service. Mwanachama wote wa NHIF kwa sasa hivi ana uwezo wa kujisajili kupitia mfumo huo, kuongeza wategemezi, na pale anapata kitu kinaitwa electronic card. Na electronic card hii ana uwezo wa kuitumia ndani ya nusu saa tangu hapo anapokuwa ameshafanya taratibu zote zaweza kujisajili kwenye mfumo huu. Pengine kama NHIF mkoa wa Arusha mnalipi la kujivunia? La kujivunia, kwanza kabisa tuna wigo mpana wa vituo vya kutolea huduma kwa hapa mkoani kwetu Arusha. Vituo vyenyewe ni kuanzia ngazi ya dispensary mpaka hospitali kubwa ikiwepo Seliani ya hapa mjini, kuna Mount Meru, hospitali ya mkoa. Vyote hivyo ni vituo vya kutolea huduma, na pia tuna vituo vya watu binafsi ambavyo ni kama NSK, tuna Shiri Hindu na vituo vingine. Hicho tunajivunia kwa sababu sisi hapa kwa mkoani kwetu tuna wigo mpana sana wa vituo vya kutolea huduma. Pengine leo umekuja kutoa hapa elimu, na elimu hii pengine ina lengo gani hasa? Lengo kubwa hapa kwanza kabisa ni kuwafundisha hawa madaktari ambao ni wafanyakazi wa serikali na taasisi binafsi, kuwaelekeza kuhusiana na mfumo wetu mpya wa NHIF Self Service wa jinsi ya kujihudumia mwenyewe kwenye mtandao, kujisajili pamoja na kuongeza wategemezi wake. Na pia tuna lengo kubwa la kuwaelimisha kuhusiana na vifurushi vyetu tulivyonavyo NHIF. Yeah. Pengine wananchi wamewapokeaje? Kwa hapa AICC kwa kwetu tunashukuru kwa sababu mwitikio ni mkubwa. Wananchi wengi sana wametembelea banda letu na kuweza kupata maoni mbalimbali na kuweza kujifunza kuhusiana na mfumo huu wa NHIF Self Service. Lakini faida ni zipi sasa katika bima ya afya kwa wote? Faida za bima ya afya kwa wote kwamba hii ni kwa ajili ya wananchi wote kuweza kunufaika na bima ya afya. Mwananchi anapokuwa na bima ya afya inamsaidia kwa mambo mengi sana. Kwanza kwa kipindi ambacho anakuwa hana fedha labda na anatakiwa kwenda kupata huduma za matibabu, anapokuwa na ile kadi yetu ya bima ya afya inamsaidia kuweza kupata huduma bila kuchangia gharama nyingine ya ziada. Hivyo ni muhimu sana kwa kila mwananchi kuwa na hii bima, kwa sababu tukiangalia ugonjwa huo unakuja bila kupiga hodi. Kuna ugonjwa unakuja kipindi hauna fedha, ndio sasa unapata ugonjwa. Hivyo sasa mwananchi huyu anapokuwa na ile kadi yake ya bima ya afya inamsaidia kupata matibabu kwa kipindi hicho ambacho anakuwa hana fedha. Pengine sasa kwa ule ambaye hajajiunga hadi sasa, wewe unataka kumwelezaje? Kwa mimi kama afisa wa NHIF, mimi ninamshauri mwananchi wote aweze kujiunga na mfuko wetu kwa maana manufaa ni makubwa sana kuliko hasara. Hivyo tunawashauri wananchi wote wa mkoani kwetu Arusha waweze kupata elimu hii ya bima ya afya na kuweza kujiunga na mfuko wetu wa NHIF. Pengine NHIF mfuko bima ya afya kwa wote, pengine kuna ile wanasema kwamba kuna magonjwa ambayo huwa yanatibika tu kwa mfuko huu, lakini kuna magonjwa mengine ambayo hayatibiki. Wewe unaeleza vipi hili? Kwa kulielezea kwa mfuko wetu, kwa kweli tunasema sisi mwanachama wetu tunamtibu mpaka apone.
Hivyo basi kwa wanachama wetu wote wa mfuko wa taifa wa bima ya afya, kwa kweli wananufaika kwa mfuko wetu, kwa sababu tuna wigo mpana sana wa kuwapa matibabu hayo. Hivyo matibabu yote wananufaika wanachama wetu. Pengine kama mtu anataka kujiunga sasa, anatakiwa wana vigezo gani? Mtu anayetaka kujiunga kwa sasa hivi, kwa mfano kwa mwanachama binafsi, anatakiwa tu awe na kitambulisho chake cha NIDA basi pekee ndio kinaweza kumuunganisha na mfuko wetu, kwa sababu kwa sasa hivi sisi NHIF tumeunganisha mifumo yetu na NIDA ambao ni kitambulisho cha taifa. Kwa hivyo hata kwa mwanachama wetu mpya sasa hivi hatumprinti kadi. Anapoweza kujiunga atakuwa akitumia NIDA yake kwenye matibabu, sababu tumelinki mifumo yetu na NIDA. Pengine gharama sasa za kuchangia zikoje? Gharama za kuchangia kwa kweli tumeziweka kulingana na umri, sawa? Kwa mfano kwa wanachama ambao wale wenye umri wa kuanzia miaka 18 mpaka 35 wana vifurushi vyao ambao gharama zinaanzia 1,168 kwa mtu mmoja. Na pia tuna bima za afya za watoto ambao kwa mtoto mmoja sasa hivi tuna hii Toto Afya Kadi ambao kwa kila mtoto mmoja anaweza kachangia kwa kulipia 150,000 kwa mwaka. Na pia tuna bima za wanafunzi ambao wanakata kupitia mashuleni. Kwa wanafunzi wao wanakata kwa kulipia 50,400 kwa mwaka. Sasa katika afya unazungumzaje, lakini hasa kwa wanafunzi? Kwa wanafunzi kwa kweli kuna fao la wanafunzi ambao tunawapa bima ya afya kwa kulipia shilingi 50,400 kwa mwaka. Hii ni kwa wanafunzi kuanzia ngazi ya kindergarten mpaka elimu ya vyuo vikuu. Wanafunzi hao wote wananufaika kupata bima ya afya kwa kulipia 50,400 tu kwa mwaka. Pengine ikatokea pengine mwanachama amechangia na ninadhani kwa kila mwaka anachangia. Ndiyo. Pengine sasa ikatokea kwamba hajaumwa wala nini, hiyo fedha yake inakuaje? Sasa kwa mfuko wa taifa wa bima ya afya, dhana yake kwanza ni mfuko ambao kwamba tunachangia wote kwenye kapu moja, sawa? Kwa hiyo atakayeugua ndio anaweza kwenda kupata huduma za matibabu. Hivyo basi kwa mwanachama ambaye amechangia na hajaugua, basi fedha yake inaweza ikawa kaitumia mtu mwingine, kwa sababu wote tunaweka kwenye kapu moja. Kwa hiyo nisipougua mimi ataugua mwingine. Kwa hiyo fedha hiyo sasa ndio maana hata kwenye hata kwenye kulipia, sawa, hatuangali hata kwenye kutibiwa, hatuangali kwamba mimi nimechangia kiasi gani. Kwa hiyo ndio maana mtu anaweza kama amechangia hata 50,400 lakini akapata ugonjwa ambao atatibiwa hata kwa milioni 10 au milioni 5. Sisi hatutamdai tena cha ziada. Ndio maana tunachangia wote kwenye kapu moja, mwenye kuugua ndo anapata huduma. Kwa hiyo fedha yako kwamba nimechangia mwaka huu sijaugua, hauwezi ukarudishiwa, kwa sababu hiyo fedha atakuwa kaitumia mtu mwingine.